Salam kutoka Gwanju na konseli mkuu. Ndugu wafanyabiashara na Watanzania kwa ujumla, karibuni katika kipindi ambacho tunatoa elimu kwa Watanzania ili waweze kuzipata fursa zilizopo China ziweze kuwasaidia katika shughuli zao nchini Tanzania. Ofisi ya konseli kuu inapenda kuwafahamisha kwamba maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Canton Fair yako mbioni kuanza. Maonyesho haya yataanza kuanzia tarehe 15 mwezi Aprili mpaka tarehe 5 mwezi Mei. Lengo kuu la maonyesho haya ni kutoa fursa kwa wazalishaji na wanunuzi kukaa chini na kujadiliana ni aina gani ya bidhaa wanataka itengeneze katika kipindi hicho. Moja kati ya changamoto ambayo Watanzania wengi wanakutana nayo ni namna ya kufanya malipo. Hii imekuwa ni changamoto kubwa na sisi ofisi yetu tumekuwa tukipokea malalamiko mengi. Sasa hivi wako Watanzania wanaokuja China kwa maana ya kununua bidhaa, lakini wakifika hapa huwa wanakutana na wenyeji wao. Sasa kutokana na uhaba wa dola, hawa wenyeji wao huwa wanawaambia kwamba lipia hiyo pesa katika akaunti fulani Tanzania, halafu yeye akiwa China atamsaidia kulipa kwa mzalishaji. Huo utaratibu sio sahihi, kwa sababu hakuna rekodi zozote zitakazoonyeshwa kati ya malipo yako wewe pamoja na yule anayekuzalishia bidhaa zako. Kwa maana hiyo inaweza ikawa changamoto kubwa sana kwenye kufuatilia haki zako endapo utakuwa umetapeliwa. Sasa ofisi yetu inakuja na njia ambazo zitakusaidia wewe kufanya malipo na hautaingia kwenye misukosuko ya aina yoyote. Njia hizi zimehakikiwa, ni salama na ni sahihi kabisa kwa wewe kuzitumia. Njia ya kwanza ni malipo kupitia benki kulingana na invoice utakayokuwa umepewa. Njia hii ni sahihi na pesa inaingia moja kwa moja kwa mzalishaji na mnunuzi hatoingia kwenye kadhia yoyote. Njia ya pili inaitwa Letters of Credit au LC. Hii ni hati ya dhamana ambayo inamhakikishia mzalishaji kuwa atalipwa pesa yake pindi atakapokuwa amemaliza kuzalisha na kumfikishia mnunuzi mzigo na umekaguliwa na umetimia kwa masharti yote. Njia ya tatu ni malipo kupitia akaunti za social media, hasa ya WeChat na Alipay. Lakini akaunti hizi ni lazima uwe umepewa kutoka kwa mzalishaji mwenyewe. Isiwe ya mtu wakati wala isiwe ya mtu ambaye umekutana naye kama mwenyeji wako. Hapo itakuhakikishia kwamba utapata bidhaa yako. Njia ya 4 inaitwa escrow services. Njia hii maana yake ni kwamba mnunuzi anampa pesa mtu wakati, halafu huyu mtu wakati atamlipa mzalishaji pindi ambapo mzigo utamfikia mnunuzi na atakuwa ameukagua na umetimia kwa masharti ambayo wamekubaliana kwenye mkataba. Njia ya 5 ni credit card. Credit card maana yake ni kwamba unalipia bidhaa yako kwa mkopo ambao unaopata benki kupitia kadi yako. Njia hii inaweza ikawa ina changamoto wakati mwingine kutokana na kiwango utakachotaka kulipia, na baadhi ya kadi zinakuwa hazikubaliki kwa hapa China. Kwa hiyo ni vema ukafanya mawasiliano na benki yako ili kuhakikisha kwamba unaweza kufanya malipo kupitia credit card yako. Njia ya 6 na ya mwisho ni mnunuzi kufanya malipo kwa pesa taslimu. Lakini hakikisha kwamba unafanya malipo kwa mzalishaji kulingana na invoice iliyopewa, na hakikisha unapata stakabadhi ya malipo baada ya kuwa umefanya malipo hayo. Kwa kufanya hivyo, wafanyabiashara wetu, wajasiriamali pamoja na watu wote wanaotaka kufanya biashara kutoka China watafanya biashara zao pasipo kuingia kwenye kadhia yoyote. Tunawatakia kila laheri katika msimu huu wa maonyesho ya biashara ya kimataifa maarufu kama Canton Fair na misimu mingine yote ya biashara kati ya China na Tanzania. Asanteni sana. Hizo ni salamu kutoka Gwanju.